Leo ni siku ya Ziwa Victoria, tunasema Lake Victoria Day. Ni siku ambayo inajumuisha nchi zote za Afrika Mashariki, na hii ni siku ambayo imepitishwa kuanza kuadhimishwa mwaka huu. Kila tarehe 21 ya mwezi wa 5 itakuwa inaadhimishwa na imepitishwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa kwa sababu Tanzania ni sehemu ambapo Ziwa Victoria lipo kwa ukubwa zaidi ukilinganisha na nchi zingine, ndio pia imekuwa sehemu ya kwanza kabisa ya maadhimisho haya ambayo siku ya leo ndio tunasherehekea kwa ujumla wake. Lakini siku hii ina maana gani kwetu sisi EMEDO? EMEDO kwa sababu tunafanya kazi kwenye sekta kuu mbili, sekta ya mazingira pamoja na sekta ya uvuvi. Kwa hiyo tunapozungumzia Ziwa Victoria linatugusa kwa kiasi kikubwa sana. Tukianzia kwenye sekta ya mazingira, tunajishughulisha masuala mazima ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, tukiwa tunalenga hasa kupunguza uchafuzi wa Ziwa Victoria. Kwa mfano, uchafuzi unaotokana na taka za plastiki, na hili limekuwa ni tatizo kubwa sana, hizi taka za plastiki kwenye mazingira na eneo la ziwa kwa ujumla wake. Sasa tunapozungumza Ziwa Victoria ambalo linatoa uchumi kwa zaidi ya watu milioni 4 kwenye eneo zima la uvuvi tu, bado sekta zingine, manake huu ni muhimili wa uchumi kwa mikoa yote inayozunguka Ziwa Victoria kwa hapa Tanzania. Na ukiacha shughuli kwa mfano za uhifadhi wa Ziwa Victoria kwenye masuala ya mazingira, tunafanya pia shughuli ambazo zimejikita kwenye eneo zima la usalama kwenye maji. Tunapozungumza Ziwa Victoria kwa mfano kwa Tanzania, limeajiri moja kwa moja idadi ya wavuvi zaidi ya 100,000. Zaidi ya 100,000 hawa ni wavuvi ambao wanafanya shughuli za uvuvi upande wa Ziwa Victoria. Na Ziwa Victoria linachangia kwa zaidi ya 60% kwenye uchumi kwenye sekta nzima ya uvuvi, tunaposema uzalishaji kupitia uvuvi. Kwa hiyo maana yake hawa wavuvi ambao wanafanya kazi kwenye Ziwa Victoria na wanazalisha, namna gani wanafanya kazi katika mazingira yaliyo salama. Sasa kupitia tafiti ambazo tulizifanya mwaka 2021, tulibaini pia kumekuwa na ajali nyingi za wavuvi kupoteza maisha wakiwa wanafanya shughuli zao. Sasa tumejikita sasa katika kuhakikisha kwamba tunapunguza zile hatari ambazo zinapelekea wavuvi na watu wengine ambao wanafanya shughuli za kiuzalishaji kwa ujumla wake kuwa salama. Shughuli gani tunazozifanya katika eneo hilo? Kwa mfano, tunatoa mafunzo ya usalama kwa wavuvi. Na jana tulikuwa na shughuli nzima ya kukutanisha wadau, na kiukweli tunajivunia jana kuweza kupata tuzo 3 ambazo zinatambua mchango wetu katika shughuli za mazingira kwa ujumla wake, hasa tunapoongelea Ziwa Victoria. Ndiyo, kwa mfano tulipata tuzo ambayo inatambua mchango wetu kwenye eneo zima la kiubunifu, hasa matumizi ya plastiki na kupunguza uchafuzi wa taka za plastiki. Kwa mfano, tunahamasisha vijana kuwa na bustani za nyumbani ambazo zinaweza zikawapa uchumi, lakini pia zikawapa afya. Kwa chupa ambazo zimetupwa, wao wanaweza wakachukua na wanafanyia kazi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni tuzo inayotambua mchango na kazi kubwa ambayo tunaifanya kwa kushirikiana na wadau wengine kwenye eneo zima la mazingira. Lakini pia tunatambua mkurugenzi wa taasisi ya EMEDO ni mwanamama. Kwa hiyo pia alipata tuzo inayotambua mchango wake mkubwa kama mwanamama kwenye kuleta mabadiliko katika jamii kwa ujumla wake, na hasa katika huu muktadha mzima wa uhifadhi wa Ziwa Victoria. Lakini pia tuzo ya mwisho, wote tunaona namna banda letu lilivyo, limesheheni shughuli na wadau, na uzuri ni kwamba tuna wadau wa TMA na Jeshi la Zimamoto. Kwa hiyo hii tuzo pia ilikuwa inatambua ubunifu uliotumika katika banda hili, lakini sio tu ubunifu wa banda, lakini na namna ambavyo tumeshirikisha na namna ambavyo shughuli ambazo tunazifanya tumezipangilia na kuziwasilisha kwenye banda hili. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa utabiri wa hali ya hewa katika Ziwa Victoria ambao ni mahususi kwa ajili ya wasafirishaji ndani ya Ziwa Victoria, wavuvi ndani ya Ziwa Victoria na pia wachakataji ndani ya Ziwa Victoria. Utabiri huu unatolewa katika kanda 4. Kuna kanda ya kwanza, kanda ya pili, kanda ya 3 na kanda ya 4. Na utabiri huu kwa upande wa TMA unatolewa kwa njia kama 3 hivi, kwa njia ya redio, njia ya televisheni pamoja na njia ya WhatsApp.
taarifa hizi zinawafikia wadau hao ndani ya ziwa Victoria kabla ya kuingia katika ziwa Victoria kufanya shughuli zao. Sasa leo hii tupo hapa maeneo ya Nyamongolo katika hii siku ya ziwa Victoria, katika maadhimisho ya siku ya ziwa Victoria, ambapo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tunashirikiana na EMEDO katika kuhakikisha kwamba taarifa za hali ya hewa zinawafikia wavuvi wengi ndani ya ziwa Victoria. Baada ya kushirikiana na EMEDO na kuwashirikisha wavuvi ndani ya ziwa Victoria, tulikuja na njia tofauti kidogo ya kuhakikisha kwamba taarifa za hali ya hewa zinawafikia wavuvi, wachakataji na wasafirishaji ndani ya ziwa Victoria. Njia hiyo ambayo tulikuwa tumeitumia kwa kushirikiana na EMEDO pamoja na wavuvi, walishauri tutumie njia ya tunasema electronic board au electronic weather board, sawa, au ni ubao wa kidigitali kwa ajili ya kusambaza taarifa za hali ya hewa, sawa. Kwa hiyo kwa kutumia hizi mbao za kidigitali zinapokea taarifa za hali ya hewa kutoka TMA moja kwa moja mpaka katika eneo husika, katika eneo la Gozba. Kama mnavyojua, Gozba ni kisiwa kimojawapo ambacho kiko mbali sana kutoka Mwanza, takriban masaa 9 kutoka Mwanza hadi Gozba. Kwa hiyo hii digital board ambayo iko kule Gozba inapokea taarifa za hali ya hewa, na hao wavuvi, wasafirishaji na wachakataji wanaweza kusoma moja kwa moja katika hizo digital board. Kwetu sisi upande wa Mamlaka ya Hali ya Hewa tunashauri zaidi wavuvi, wasafirishaji pamoja na wachakataji wa mazao ya ziwa Victoria waendelee kufuatilia taarifa za hewa ambazo tunazituma kila siku kwa njia hii ambayo nimesema ya electronic weather board. Sawa? Ni msingi. Na kwa nini tunasema hivi? Kwa kufuatilia hizi taarifa zitawasaidia kuokoa mali zao na pia uhai wao. Lakini vile vile tunawashauri swala zima la uchafuzi ndani ya ziwa Victoria waliepushe. Wajitahidi kutunza takataka na kuweka katika sehemu maalumu ili kuzuia wingi wa takataka ambao unazidi kuongezeka ndani ya ziwa Victoria. Basi sisi kwa kushirikiana na EMEDO tumetengeneza sanaa ambazo zinatoa elimu juu ya usafi wa mazingira, tukizingatia ziwa Victoria hili ni ziwa ambalo linabeba almost maisha ya watu zaidi ya milioni 47. Kwa hiyo kuna issue ya uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo basi sisi kushirikiana na EMEDO tumeweka pale picha au sanamu zinazohusisha masuala ya plastiki na uchafuzi wa mazingira ili kutoa elimu juu ya uendelevu au utunzaji wa ziwa Victoria kwa ujumla. Kikubwa jamii inatakiwa iendelee kupewa elimu juu ya usafi wa ziwa Victoria, kwa sababu jamii inatakiwa ikumbuke hili ndio maisha yao kwa vizazi vya sasa hivi na vijavyo. Tunavyozidi kulichafua au kuliharibu ziwa, ndivyo ambavyo tunapelekea jamii inayokuja huko mbele kukosa mahitaji muhimu yatokanayo na ziwa. Tunazungumzia kwa mfano kama samaki sasa hivi, tunazungumzia maji ambayo sasa yanazunguka sehemu kubwa, tunazungumzia ekolojia ambayo inazidi kuharibika, na tukichunguza uharibifu mkubwa kwa jamii unatokana na taka za plastiki, taka za maji taka haya ambayo yanaenda direct kwenye ziwa. Sasa jamii inatakiwa ielewe uchafuzi wa hili ziwa kwa vizazi vijavyo vitakosa huduma ambazo tunazipata sasa hivi. Let's say tuangalie miaka ya 90 sangara aliyokuwa anavuliwa ziwa Victoria na hii miaka ya sasa hivi, tunaweza tukaona utofauti mkubwa. Tunapata rekodi sangara alishawahi kuvuliwa mpaka mwenye kilo 170, lakini leo hii kumpata sangara wa kilo 170 hapatikani. Huenda wanakufa kwa sababu mazalia hayapo tena, yashachafuliwa na plastiki, yashachafuliwa na uchafu mwingine. Kwa hiyo tunaiomba jamii sasa, ili kufanya ziwa liendelee kuwa endelevu, tujifunze kulitunza, tuzuie plastiki zisiingie nyingi kwenye maji, tuzuie uchafuzi wa aina yoyote ile kwenye maji ya ziwa Victoria. Pekee nafurahi kuwa hapa katika tukio hili la uzinduzi wa Lake Victoria Day, ambao hii ni siku mahususi kabisa ambayo imetengwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kuhamasisha siku ya ziwa Victoria.